Bwana, mambo vipi? Karibu sana katika reaction za Kiclever, sehemu pekee ambayo bwana ngoma mpya zote utazijua hapa ndani, lakini pia tutapiga story, tutaziongelea, tutazichambua, tutazipondea, tutazisifia vile the way zilivyo, ndo jinsi tutakavyofanya. Huyu hapa ni Clever Boy Naldi, ukiniita Naldi S utakuwa umetisha kinoma ndomo, last born wa Kichaga utakuwa umefanya poa sana. Bwana, leo tunaongelea bonge moja ya ngoma kutoka kwake mtu mzima Alikiba na Harmonize. Ngoma inaitwa Utanionea. Kwanza kuna kesi moja kubwa sana hapa mjini kutoka huko WCB, lakini kutoka Kings Music. Watu wengi wanasema kwamba mwamba akishasepa pale WCB basi Alikiba anaenda kumkumbatia na kufanya naye bonge moja la hiti ili kutingisha. Je, ile swala ni kweli? Kama unaona ni kweli, drop ya comment hapo chini na mimi nitaenda kuisoma. Kama tunakumbuka, Alikiba amepiga ngoma moja buju noma sana na Mbosso, lakini vile vile ameendelea kupiga na watu wengi ambao wanatoka WCB. Na sasa hivi amekuja kufanya balaa jipya na Harmonize, ngoma inaitwa Utanionea. Bwana, ngoma ukisikiliza, yani ukiwa kama ukiwa unasikiliza kama ni ngoma fulani hivi ambayo imepigwa vyombo real, yani gita unalisikia, muziki nanda unasikia. Afu kuna clip fulani hivi ambayo ameifanya jamaa, amepatiza fulani hivi, oh my god, yani ngoma imekuwa shit, sio hata nisemeje, lakini ni bonge moja la kitu jamaa ameweza kufanya. Ngoma inaitwa Utanionea. Ngoma ina ladha nyingi sana na kitu poa sana. Ngoma hii tukianza kuichambua, mtusikilize kwanza hapa mwanzo, alafu nije nikuambie sehemu gani wametisha, lakini sehemu gani ambayo wamekuwa wamezungua. Bwana, hivi nyewe mnasikia kweli vyombo ndani vilivyopigwa kama mimi ninavyosikia, au mimi nasikia kitu tofauti? Afu mkumbuke ngoma amepiga Estukizi, wewe anamuita Zombie, jamaa kaua sana. Yaani unasikia gita kweli kweli, unasikia kinanda kweli kweli, unasikia mdundo kweli kweli. Bwana, jamaa ameona washikaji ni watu wazima sana wakubwa, na akaamua kufanya kitu poa sana. Hebu sikiliza tena hii beat. Alafu bwana, kitu kimefurahisha zaidi, Alikiba anakuambia ile sehemu yake, alafu Harmonize anakuja kwenye mic anakuambia bombo class. Washikaji wametisha sana. Ndani inabidi mimi niwavalie kofia, sio niwavulie kabisa kofia, alafu tuendelee kusikiliza ngoma. Ni noma sana. Yo, sasa ndani bwana, Harmonize ndo anaenda kuanza kufunguka kumwimbia yule mbida shosti, ambapo anaanza verse yake ya kwanza hapa. Yaani anaimba vitu fulani hivi, unajua love, yaani unajua vitu fulani hivi mtoto akisikia sio kinaingia hapa afu kinatokea huko, kinaingia hapo kinashuka kinakuja kukaa hapa, au sio? Jamaa ameimba vitu poa sana. Hebu tumsikilize Harmonize kwanza. Akisema nichague tena, nitakuchagua wewe mama. Anakuambia ukisema nichague tena nitakuchagua wewe, akisema nipende tena basi nitakupenda wewe. Afa anakuambia maradhi kifo kitaniumbua, acha niweke wazi michezo unaijua. Hapo ukiuliza watoto sasa hivi ndo watakwambia michezo gani unaijua jamaa, lakini alikuwa anakuambia maradhi ataniua, acha niweke wazi michezo unaijua. Bwana, hapa alikuwa anamwambia nani? Kajala ama nani? Hatufahamu, lakini maneno fulani hivi ambayo mtoto akija akisikia bwana, sijui hata nisemeje. Big daddy. Of course mimi namuita badi. Tayari mradi. Twende hadi ni monge gari ni msusie na. Bwana, bala lazima Harmonize alikuwa anamwambia Kajala bana, tuache utani. Unajua akasemaje? Akasema yeye ananiita daddy, mimi namuita badi. Alafu anakuambia ile mradi twende yadi ni muonge gari, alafu nimsusie na kadi. Kama unakumbuka kipindi fulani nyuma, Harmonize alikuwa anaambiwa kwamba alimpa zawadi ya Range Kajala, lakini baadaye akamsusia na kadi. Bwana, kwa hiyo mndani huenda Kajala amehusika. Mtendelee kuchambua ile dude. Kadi kwa kujitukulia maamuzi hivi na nikambusa je kwa juu. If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Sijui kama anisha nini. Anasema eti umeamua kujichukulia maamuzi, nani kamwambia aje kwa juu? Bwana, Harmonize bana. Usiena kadi kwa kujitukulia maamuzi hivi na nikambusa je kwa juu.
If I'm about to lose, I better lose my life, baby. Oh, 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 oh. Asema oh, 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 oh. Kitu kingine ambacho humu ndani kimekuwa noma sana, ama tunaweza tukasema nyoko sana, ni wadashoste ambao wamecheza humu ndani kwenye video. Kwanza video ukiangalia imekaa kiafrika sana, natural, yani Afrika fulani hivi. Ukiangalia alivyovaa, amevaa kizeze fulani, alipiga gitaa na ndevu fulani. Harmonize amevaa kibabababa hivi. Alikiba bado hujamuona, lakini na hivyo. Lakini kuja kuangalia video vixen Alikiba anaanza kutokea kwenye gari ambayo imekuwa ni Benz ya zamani, old version ya Benz ambayo imepambwa na maua ya kutosha. Lakini pia hapa pembeni kuna mshikaji mmoja yuko na kitoroli hivi anauza madafu. So mdashosti mmoja mrembo sana, lakini wa Kiafrika ndio tukasema African beautiful girl anatoka kwenye Benz na anaenda kuchukua dafu, alafu hapa mtu mzima Alikiba ndo anatokea. Bwana jamaa ametisha sana ise. Bwana da, sijui hata nisemeje. Bwana Alikiba kwanza alivyovaa kama wale washikaji fulani ambao wanakuwa wanaendeshaga mafarasi, lakini chini kapiga jeans, kapiga shati fulani ndani, afu kikoti fulani na kofia ambazo wanavaga wa mabad boy wa majamaa wa mafarasi. Lakini inaonekana anatoka kwenye Benz pale alipokuwa ameegemea, anaenda kwenye kibanda cha madafu na kumshika bidashoste ambaye alikuwa ananunua dafu, alafu anaanza kumwimbia, anakuambia anaiamuru serikali fanyaje. Tuendelee kumsikiliza tuchambue. Bwana jamaa amefanya kitu fulani ambacho unajua kwa staili hii tukiendelea, kina Wizkid kina Burna Boy wataanza kutafuta bongo flavor kule. Yaani wataianza kuitafuta kwa sababu jamaa amekuja kitofauti sana. Ukiangalia pia Alikiba hapa ametupia kitambaa fulani hivi ambacho ni cha zamani, wanasema vinauzwa 1000, lakini kwenye video kinakuwa na thamani kubwa sana kwa sababu kimeweza kuleta ladha fulani nzuri na kuonyesha maisha fulani ya kawaida sana. Hem, tuendelee kuchekeshia. Aha. Kazi ya kulinda mipaka, mfalme anatoa onyo kali kwa yule anayemtaka. Jamaa anakuambia anaiamuru serikali kazi ya kulinda mipaka, lakini mfalme anatoa onyo kali kwa yule anayemtaka. Unanielewa vizuri mwanangu? Yaani mshikaji anaongelea mapenzi yake, lakini anaiamuru serikali. Yaani kama mkuu fulani hivyo majeshi au ni rais wa nchi ama ni mfalme anayeamuru serikali kuhusu kulinda mipaka juu ya bidashosti wake, mrembo wake. Bwana kama fulani malavidavi ambayo ndio masana. Mtaendelea kusikiliza. Habibti ndo lake jina, wapenda jidai bila yeye ujanja sina. Niacheni njoo kwa utani masia. Akwambia Habibti ndo lake jina, wapenda jidai bila yeye ujanja sina. Wache ni enjoy. Lakini ukiangalia hapa mbele kuna sehemu fulani umebadilisha mavazi, ambapo tukimcheki mtu mzima Alikiba ameweza kutupia shati la dogi la mistari chini nyeupe ndani, lakini Harmonize ameweza kutupia cape nyekundu. Amekula kitambaa fulani ndani cheupe, lakini nguo za jeans, afu imefanya kitu fulani kimenogesha sana video imekuwa poa sana. Ananita kwa ishara, ni mpole chotara, wala hana papara. If I'm about to choose in a million, I'll choose you. Bwana, sehemu nyingi ambazo ukisoma comment kwenye video baada ya kuitoa, watu wengi wamekuwa wanaongelea ni hapa ambapo Alikiba alikuwa amesimama kwenye sehemu kama mlango hivi, alafu huko nje kunatoka moshi mwingi sana, alafu ile bidashosti ambaye alikuwa ananunua dafu ile alikuwa mpole, lakini hapa akaanza bwana kumwaga mauno fulani hivi. Watu wengi wakapapenda sana ile eneo na watu wengi wamekuwa na comment sana kuhusiana hapo. Alikiba ameshoot kama king kweli kwenye ngoma kwa sababu anajionyesha ana shobo kwanza na bidashosti alimgusa tu saa ile. Bidashosti anazidi kumfuata tu mwenyewe. Umenifanya na bana, unajua sehemu tukivuka tutakuwa tujatenda haki. Kuna sehemu moja hivi ambapo watu wengi walikuwa wanatembeza picha na kufanisha kama Harmonize na jamaa ambaye alikuwa anaitwa Sharu Millionaire. Rest in peace bro, alikuwa ni mwigizaji, alikuwa anafanya poa sana, alikuwa na style yake fulani ya kibisho kisharubaro. Harmonize hapa kama kuna mahali kamwezi mshikaji kwa sababu ya style the way alivyovaa, the way anavyoweka. So kuna picha moja hivi nimeona inakuwa inatembea sana huko mitandaoni, hasa pale Instagram, lakini pia Facebook, Twitter, ni juu ya Harmonize alivyovaa na the way ameweza
kujionyesha, amekuwa kama ametukumbusha kuhusu Sharo Millionaire hapa ndani. Wanakuambia ukiniacha utanionea, mwenzako nimekuzoea. Bwana Mdashosti tu ndani, kumbe akuwa mtu wa kawaida, alikuwa mtu hatari sana. Nadhani hapo unaona jinsi anavyo mwaga mauno. Bwana, hapa ndo ngoma ambayo tumeweza kuiongelea kwa siku ya leo, ngoma ambayo imetoka mpya kabisa na inafanya poa. Hii ngoma ni kubwa sana kwa sababu imefanywa na watu wawili ambao ni wakubwa, huwezi kubisha kwenye muziki wa Bongo Flava Tanzania, Afrika. Kwa sasa hivi huwezi kubisha kama Alikiba, Harmonize, watu wakubwa, kwa sababu ukiongelea wasanii watano Tanzania wanafanya poa, unaweza kukuta kati ya namba moja wapo. Sometimes wanabishana Alikiba, Mondi, sometimes Mondi, Harmonize, nategemea na vile mtu anavyofanyaje. Lakini unja kuangalia Harmonize ni mtoto mdogo sana kwenye game, ambaye amekuta mabrother zake muda mrefu sana kwenye game wanafanya poa. Na muongelea Diamond Platinum ambaye ndo amemsababisha mshikaji mpaka akafika level hapa, lakini pia Alikiba ambaye ni mshikaji wa siku nyingi sana. Mimi mwenyewe nimekuwa na akili, najua muziki, nimekuta ngoma zake kibao ziko za muda mrefu. So ni legend kwenye game wa muziki wa Bongo Flava na ni mtu ambaye mpaka kesho anafanya poa. Mshikaji hajawahi kutoboa masikio, kuvaa hereni, kupiga tattoo, asuki afanyeje, lakini anashindanishwa na watu ambao wanafanya poa sana kama Diamond Platinum na vitu vingine kama hivyo. Hatujui ni siri gani kubwa ambayo inafanya Alikiba endelea kufanya poa sana, lakini watu wengi wanasema maybe amejaliwa kipaji na sauti na huo ushindani wao ndani. Ngoma inaitwa Utanionea, ambapo Harmonize ameweza kufanya pia poa sana hapo ndani. Video ambayo wameitoa wamesema ni clip official, yani bado video original kabisa, ngoma haijatoka, sasa tuisubiri. Lakini leo nimesema tupige story kuhusiana na ngoma Utanionea. Je, nani mwanani katisha sana kati ya Harmonize na Alikiba? Drop your comment hapo chini, mimi nitaenda kusoma na next time nitashow love kwa kukutaja jina lako. Hapa ni reaction za Clever. Hakikisha kila mara unakuja hapa ili kupata video mpya na uchambuzi kibao huko ndani. Kwa leo tujaongelea sana kuhusiana na wapi wamekopi, lakini ngoma inayofuata tutaongelea kwa sababu hata hii huko sehemu wamekopi. Last Boy Mchaga, ukiniita hivyo utakuhamasisha kinoma noma. Share up, tutane next time yo. Noma